Mimi yule ni mjukuu wangu kabisa. Na mazingira ambayo babake amemchukulia mimi sijayapenda. Kwa sababu ni bora hata angekaa na mimi. Tukakaa tukaelewana tukapatana kwamba anaenda kuishi na yule mtoto kwa mazingira yapi. Mimi nimefanya kupata taarifa kwa majirani tu kwamba amekuja amemchukua. Sijapendezwa na hichi kitendo. Kwa sababu ukiangalia yule ni mtoto wa kike. Yule ni mwanaume. Sasa hivi kuna vitendo vingi sana watoto wanafanywa vya kikatili. Imeniuma sana. Sijapenda hichi kitendo alichokifanya huyu baba. Sawa ni mtoto wake. Ni mtoto wake sijakataa. Lakini anaenda kuishi naye kwenye mazingira gani kwa sababu yeye mwenyewe hana mke. Anaishi maisha ya ubachela. Maana yake ni kwamba yule mtoto naye anaenda kuishi kwenye maisha ya kibachela. Hayo ni mazingira ambayo mimi sio rafiki kabisa kwa yule mtoto. Yule ni mjukuu wangu ninampenda. Ndugu afisa nakuomba nisaidie kufuatilia kuhusu hili swala. Sawa, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kitu pekee ambacho naweza kukuahidi ni kwamba nitalifanyia kazi swala lako na tutalipatia ufumbuzi pia. Wala usijali, kuwa na amani kabisa. Ustawi wa jamii mnashughulikia sana kuhusu haya masuala. Ya, ni kweli. Unajua sisi ndo sehemu pekee ambayo tunapokea vitu kama hivyo na tunakuwa kwanza kabisa kuhakikisha kwamba tunatatua. Kwa hiyo umefika sehemu salama. Dunia imeharibika sasa hivi. Sio sawa na tulipotoka sisi. Ya, ni kweli. Haijalishi baba wala mama, wote wanafanya usaliti kwa watoto wao. Wanafanya ukatili kwa watoto wao. Kwa hiyo sio swala la kuchukulia mzaa. Kwa hiyo nitashukuru sana endapo utalikamilisha hilo swala.